Mapenzi! Kwenye ulimwengu wetu wa giza hakuna mapenzi. Tunatafuta nyota za mafanikio na vibali vya utajiri. Kumbe nilikuwa kafara wako. Nilidanganyika. Ulichelewa kujua ukweli. Giza nene lililotandaa chumbani mule lilikuwa si giza la kawaida. Lilikuwa giza zito lenye harufu ya kiberiti, damu mbichi na nyama inayoungua. Kila sekunde, saa ile ya ukutani ilivyokuwa inarudi nyuma, ndivyo hewa ilivyokuwa inazidi kupungua. Peter alikuwa ameninginia hewani, machozi ya damu yakimtoka, kifua chake kikipanda na kushuka kwa hofu. Chini ya miguu yake, lile shimo la lava lilikuwa bado linatokota, huku sauti za wale matajiri 6 waliotangulia zikisikika zikimwita kwa kicheko cha kejeli, "Peter, karibu mume wetu wa 7, Latifa hatoi nafasi ya pili." Lakini ule mkono uliomkamata kiwiko chake haukumwachia. Ulikuwa mkono thabiti, wenye nguvu, lakini uliokuwa ukitetemeka kwa hasira na maumivu makali. "Nishike Peter, nishike, usiangalie chini." Sauti ya kiume, nzito na inayofahamika, ilisikika kupitia lile giza. Peter alipolazimisha macho yake kuangalia juu kupitia ule moshi wa bluu, moyo wake ulisimama. Hakuwa kaka yake, hakuwa mgeni. Alikuwa ni mzee jirani yao, mzee mlemavu wa mguu mmoja anayeitwa Mzee Yusuf, ambaye kila siku alikuwa akikaa kwenye kibaraza cha nje ya geti la nyumba ya Latifa akiomba msaada. Mzee ambaye Peter alikuwa akimdharau na kumuona kama kichaa. Lakini sasa macho ya Mzee Yusuf yalikuwa yanang'aa kwa nuru ya kijani na nguvu aliyokuwa nayo haikuwa ya kibinadamu. Mzee Yusuf. Peter alishituka, sauti yake ikitoka kwa mshangao na tabu. "Nyamaza na vuta pumzi." Mzee Yusuf alifoka, huku akitumia nguvu zake zote kumvuta Peter juu na kumtupa kwenye sakafu ya mbao iliyokuwa bado inatetemeka. Pale pale, miale ya mwisho ya moto wa bluu kutoka kule chini ya ardhi ilipanda juu. Latifa, ambaye nusu ya gauni lake la harusi lilikuwa limeshateketea na kuacha ngozi yake ikionyesha nyama ya kutisha ya mifupa, alisimama katikati ya chumba akigaagaa kwa maumivu. Uso wake mzuri wa zamani sasa ulikuwa umepinda, jicho moja likiwa limepoteza mboni na lingine likitoa usaha wa kijani. "Yusuf wewe," Latifa aliongea kwa sauti iliyogawanyika mara 3, sauti ya mwanamke, mzee na mnyama. "Ulikimbia agano langu miaka 20 iliyopita, ukajifanya kichaa getini kwangu. Leo unarudi kuliokoa hila dume la 7. Umesahau nilichomfanya mwanao." Mzee Yusuf alitemea mate chini, akiondoa ule mkoba wa zamani begani kwake. Machozi yalimlenga mzee yule. "Latifa, uliniua mwanangu wa pekee ili upate utajiri huu wa majini. Ukamchukua mguu wangu kama sadaka. Nilikaa getini kwako kwa miaka 20 nikisubiri dakika hii ya 168. Leo madhabahu yako inaenda kuwa majivu." Hapo ndipo Peter alipotambua ukweli mchungu unaouma kuliko kifo yenyewe. Mapenzi yote yale ya Latifa, vile vyakula vya bei ghali, ile migununo ya mahaba chumbani, yote ilikuwa ni mtego wa kiuchawi uliosukwa kwa miongo miwili. "Latifa," Peter alilia, akijikokota nyuma kwa magoti, huku akitazama picha zao za harusi zilizokuwa zikiteketea ukutani. "Nilikupenda, nilikupe moyo wangu wote. Kwa nini ulinikenda hivi?" Latifa alicheka kicheko cha kichaa kilichotikisa kuta za nyumba. "Mapenzi? Kwenye ulimwengu wa giza hakuna mapenzi Peter. Ulionekana mtamu, mwenye nyota ya dhahabu. Damu yako ndiyo ingeweza kuniishi miaka 100 mbele. Lakini sasa, kama mimi nikifa, hakuna anayetoka hapa akiwa hai." Saa ya ukutani ilikuwa inarudia namba 00. Nyumba ilianza kuporomoka. Dhari la ghorofa lilianza kumeza kila kitu. "Peter, hakuna muda wa kulia au kujilaumu. Chukua hii." Mzee Yusuf alimrushia Peter hirizi ya ngozi ya chiwi iliyokuwa imefungwa kwa kamba nyekundu. "Hiyo itakulinda na mikono ya siri. Kimbilia mlangoni." "Na wewe mzee," Peter alipiga kelele ya majonzi, lakini nguvu ya mlipuko wa mwisho ilimvuta na kumtupa nje kupitia dirisha la kikoo la ghorofa ya kwanza. Peter alianguka kwenye nyasi za bustani ya nje, akigaagaa kwa maumivu, mwili wake wote ukiwa na majeraha ya moto na damu. Aligeuka kutazama nyuma. Lile jumba la kifahari lilikuwa limegeuka kuwa rundo la majivu meusi ndani ya sekunde 5. Hakuna sauti, hakuna mwanga, hakuna Latifa, hakuna Mzee Yusuf. Kila kitu kilikuwa kimetoweka, isipokuwa ile saa ya ukutani iliyokuwa imedondoka karibu naye,
ikiwa imesimama kabisa kwenye namba 00.00. Peter alilala chali kwenye nyasi, akiangalia angani, akilia kwa sauti ya chini. Alikuwa hai ndio, lakini nafsi yake ilikuwa imekufa. Alijilaumu kwa nini alifuata utajiri wa haraka, alijilaumu kwa nini alizibwa macho na uzuri wa Latifa na kupuuza ishara zote za hatari. Ghafla, kukawa na ukimya wa kitisho sana. Hewa ikawa ya baridi sana kuliko kawaida. Peter alihisi kitu kizito kikigusa kifua chake. Alipoangalia juu, aliona ile simu yake ya mkono iliyoungua nusu. Kwenye ile kikoo kilichopasuka, ghafla kukatokea mwanga wa kijani. Ujumbe mpya uliingia na spika ya simu ikasoma ule ujumbe kwa sauti ile ile ya Latifa, lakini safari hii sauti hiyo ilitoka ndani ya kichwa chake cha Peter mwenyewe. Peter, ulifikiri umeshinda. Saa imesimama, lakini agano laifi. Geuka uone nani amesimama nyuma yako. Peter alihisi baridi kali ikipita kwenye utosi wake. Pole pole, kwa uoga uliopitiliza, alianza kugeuza shingo yake kutazama nyuma yake kwenye giza la bustani. Hapo ndipo episodi ya 4 inapoishia kwa mshtuko mkubwa. Je, nini kimesimama nyuma ya Peter? Je, Latifa amerudi kwa sura gani? Na nini maana ya ujumbe huo mwisho? Mambo yanazidi kuwa mazito na ya kutisha mno. Kama unataka kupata episodi ya 5 kesho asubuhi bila kukosa na kujua hatomkuta nini Peter kwenye giza lile, fanya mambo manne makubwa sasa hivi kwa sekunde 5 tu. Kwanza, gusa skrini yako mara 2 kulike video hii kuonesha upendo wako kwa Peter Digital. Pili, bonyeza kitufe cha follow ili uwe wa kwanza kabisa kupata mwendelezo huu pindi tu ukiwekwa. Tatu, share video hii haraka sana kwenye WhatsApp yako kwa watu watatu au kwenye magrupu ili kuwatahadharisha marafiki zako kuhusu mitego ya usiku na watu wanaowajua kwa sura lakini hawajui mioyo yao. 4. Shuka kwenye sehemu ya comment sasa hivi, andika neno episode 5 kwa herufi kubwa ili mtandao ujue kuwa tuko pamoja. Fanya hivyo sasa hivi, kabla ile saa haijaanza kugonga kurudi nyuma chumbani kwako. Usisema sikuonya, washa na alama ya kengele.